Sasa mke wangu, hebu fanya mpango basi hata wa chochote kitu basi. Nilivyochoka. Nimechoka siweza kupika. Gesi yenyewe imekushinda kununua.
Nahangaika na mamkaa tu kila siku, nahangaika na mamkaa mara kuni. Nikwambia kitu kimoja mke wangu. Unajua wewe ni mwanamke mmoja mzuri sana. Hivi unajijua kwanza wewe ni mzuri kiasi kwamba hapa mtaani hakuna mwanamke kama wewe. Yaani uzuri wako hakuna anayefikia. Sasa unapofanya hivyo usifanye hivyo. Wewe ungeamka ukapika. Mbona uzuri wako uendane na mambo unayotaka kunifanyia? Una maneno mengi. Nishakwambia nimechoka. Yaani nimechoka hapa nilipo. Alafu sasa nikwambie tu kitu kimoja. Kuna jambo moja kubwa sana mimi nataka nikufanyie. Yaani nataka nikufanyie jambo ambalo yaani hata wewe mwenyewe hutaamini. Japo sio kwamba ni leo, lakini nitakufanyia jambo ambalo wewe mwenyewe hutaamini kama uko na mimi kweli. Uko tulipotoka umeshindwa kuninunulia hicho ambacho nimekwambia uninunulie. Yaani usiwe na haraka. Nimekuchoka, nanichoka. Sasa unanichokaje? Ndio kwanza safari tunaanza hii. Hebu usiwe hivyo bwana. Mbona mimi nakupenda? Mimi ninavyojitoa kwa kweli kwa ajili yako leo hii unaniambia tena vitu kama hivyo. Mimi napanga mipango. Mambo yatakaa vizuri na mwenyewe utafurahi. Wewe niamini tu kwamba ninachotaka kufanya ni nini. Mimi mwanamke mzuri kama wewe lazima nikupambanie. Hebu nielewe basi. Tafadhali. Usiwe hivyo bwana. Nitapika. Anko. Haya. Vipi? Marhaba, ujambo? Jambo. Leo umekumbuka kunitembelea. Anko. Na mimi ndio nilikuwa natoka naenda sokoni mara moja. Kwa nani urudi tena? Hapo ndani siwezi kurudi. Anko anapenda kunibaniana. Lakini kwema lakini. Kwema. Kwema Basi kama kwema ni vizuri. Mimi mama kaniagiza. Ameniambia hivi, mwanamke Susan ninayotoka naye ni mchafu. Yaani ana tabia chafu. Washaanza tayari. Washaanza. Hivi dadangu sijui anatakaje niishi na mwanamke wa aina gani? Yaani mwanamke nikiwa naye maneno yanakuwa mengi. Huyu naye anaanza maneno. Kwa nini inakuwa hivi lakini? Lakini anko, mimi ninavyoona hapo dadako anapenda. Sio kwa staili hiyo. Yeye uchafu wa Susan ameujulia wapi? Kwa nini? Anafanisha Susan na mwanamke yule wa mwanzo. Susan sio mwanamke kama mwanzo bwana. Ni mwanamke aliyestaarabika, ni mwanamke mwenye heshima, sio kama yule. Hebu amwache mtoto wa watu bwana niishi naye kwa amani bwana. Kwa nini inakuwa hivyo? Halafu wewe unakubalije kutuma vitu vya kijinga mtoto mdogo kama wewe? Anko, mimi ukiniambia hivyo mimi naelewa. Lazima wewe unatuma maneno na wewe unakubali tu unakuja kuniambia vitu vya kijinga kama hivyo. Hivi kweli unaweza kuja kuniambia vitu vya kijinga kama hivyo mimi wewe? Anko, kijumbe auawi. Maana mimi nakufahamu. Kila nikijaga hapa naondoka kwa ugomvi. Sio kwa ugomvi. Wewe unatumwa mambo ya kijinga na wewe unakubali tu kuja. Lakini anko kijumbe auawi. Najua lakini sasa mimi sitaki hivyo vinayo mambo. Mwambie aendelee afanye mambo yake huko. Mimi sitaki kuchukua. Shauri yenu. Hivi za unyo mama unaelewa wewe. Wewe unakuseti vizuri. Nani Samia bana? Mbona mtu shamba siku nyingi? Juzi mimi nimeenda. Naambiwa niweke wanilori nywele. Anaenda kuninyosha. Basi kabisa nipiga pasi naona. Yaani wale babaifu watapoteza wateja wao. Jamani. Vipi mbona mmekaa hivi? Au ndo mnanitazamia tena? Maana najua sehemu kitu ikaa hivi wawili watatu tena kawaida. Halafu ushazoea kuchita watu. Jamani mimi ndio maana najisi. Najua wakati tukikaa wawili watatu tukikaa kawaida. Kwa mwenyewe hapa nina wasiwasi au unatetwa mie. Kwa na amani. Vipi? Karibu. Ndio shakaribu. Lakini nikwambie tu shoga yangu. Tumeongea masuala ya saluni, masuala nini yote kwa yote. Mimi mwenzenu maisha hapa mimi nishacho. Huyu bwana anaona kama sio kitu yangu. Sio type yangu. Kwanza hii rangi iliyokuwa nayo hawezi kununua. Hebu kwanza ishia hapo hapo. Shoga wewe. Ina maana huo muda kaanza kufikiria sasa hivi.
Huyo bwana unamzungumzia hapa, si ndio huyo bwana ambaye wewe kakutoa huko kwa biashara yako vya 200 mpaka kukuleta hapa mjini ukalijua jiji. Leo hii amekuwa hayo. Sikia nikwambie, kwani tangu akae naye wewe amechuma naye kitu gani? Tumuulize yeye. Alafu wewe acha dharau. Unaponiambia kanitoa huku kanileta hapa, si ndio wewe hivi mambi zangu ndio unamaanisha nini? Nishakwambia sio type yangu. Alafu mimi hawezi kunimudu. Hii rangi hawezi kuihudumia. Nimepata sehemu ambayo ninaweza nikanawili zaidi ya hivi. Alafu punguza dharau. Huko ninapoenda utakuja kuona. Mimi sijaongea kwa ubaya shoga. Lakini mimi nimemaanisha kuunga hivyo. Wewe ungesema kwamba umepata sehemu ambayo kidogo ina wafadhali, mimi ningekuelewa. Lakini wewe umeanza kusema sio type yako, na wakati huyo mtu ndo alokutoa huko kwenu kijijini ndo akakuleta hapa mjini wewe kulijua jini. Leo hii tena shoga yangu unasema sio type yangu. Yaani ungemaliza tu in short ungeongea kifupi kabisa kwamba nimepata mtu ambaye kidogo ana uwezo zaidi yake. Yaani hapa nikitoka hapa huko ninapoenda kuna maisha haya ya juu. Yaani huko kuna mambo kuliko hapa. Yaani shoga yangu mambo hayo mimi ndo nataka mambo ya hivi. Mimi ndo napenda. Sasa nitakaa ndani huko kwenye mipanya kaka yako shimoni inahusu. Safi. Kwa vipi bwana, watu tumejipumzikia zetu na stare zetu, sasa hivi tunakuja kugonga kwa sababu kuja kuomba sigara. Samahani. Kuomba. Vipi bwana? Nisaidie. Na kibiriti brother. Shukrani bwana. Sawa. Nashukuru. Amekutuakilia ashtaki haminazi, mke akachukuliwa kabaki mdomo wazi,
kiasi uchukuliwe. Inawezekana. Nyumba kama ile kaishi Suzana. Karibu. Haina wasiwasi. Kweli atakaa Suzana kweli huko? Angalia vizuri. Mambo yenyewe ndo haya. Kumbe wewe. Na unayoyakuta hapa unayaacha hapa hapa. Kweli pete ile limempata mkunaji. Tena karibuni. Mambo yenyewe ndo haya. Tena. Niache shoga, niache. Usije kanivunjia tablet. Na. Wewe. Na umempata wapi shemeji huyu? Nimempata wapi? Kaa nyuma ya speaker usikizie milio. Kweli tu akapigwa teke. Tena Umeona? Na mtu aikunyima kuja na kupunguzia nini? Yupo. Mume wangu kusema kweli hatari. Mume wangu mtu wa mambo ya juu juu. Akai. Mtafutaji. Na sasa hivi. Jiko la umeme. Full maisi. Sipiki mkaa. Utatumiaje mkaa wakati mtu ukitembea unajiona? Na najiona kweli. Na yule miguu mirefu atapata taarifa zake. Na kuchunga mambo na mpaka Njoo tupige selfie. Na zipate kweli mimi tena. Na zipate hizo habari zake, zipate vizuri. Yana kiswaswali usimwatachi yana. Lakini taarifa atapata. Tubadilishe pose. Shoga yangu. Hivi yale maisha ya uliyokuta kule kwa Suzana unayaonaje? Mimi kwanza sikuamini kama pale paweza kwa pale pakawa nyumbani kwake. Mimi sikuamini. yaani mimi mwenyewe sikuamini. Lakini mwisho wa siku nimeamini mdogo mdogo. Suzana ninayemjua mimi ni wakuwa na maisha kama yale. Kumiliki ile simu, hivi ile simu au laptop au nini kitu gani? Yaani mimi mwenyewe nimeshangaa alipo kama kioo. Yaani niona lile. nikwambie kitu. Kama Suzana alikuwa na maisha kama yale. Huyo Suzana ambaye alikuwa anashinda kutu hapo tena anashinda nyumbani kwangu mpaka naona kero, lakini vile inabidi tu ni mstiri kwa sababu ndio shoga yangu. Anaoshaanza tena umbea. Ushaanza kumsema vibaya. Mimi sijaongea kwa umbea. Eti dada. Mimi sijaongea kwa umbea. Sio maana naongea kwa ubaya. Yaani kutokana na maisha niliyokuta pale na Suzana nilikuwa namjua mimi wenzi hizo. Umeelewa Yaani Suzana kweli Mungu amtupi mja wake. Mimi mwenyewe maisha ya kukaa hapa, kula ugali dagaa, maisha ya kusota nimeachoka. Bahati ya mwezio usilalie mlango wazi. Kaka sijaelalia mlango wazi bahati yake. Kukaa huko ni kujieni tunajionyesha, umeelewa Yaani tunajionyesha. Sio kama Suzana. Suzana kaamua ndio maana katoboa. Mimi mwenyewe nikiamua natoboa. Maria, rizika unachokipata. Una maradhi, una ukimwi. Shauri yako. Dada Aliwatan. Mimi nakuita Aliwatan kwa sababu ndio jina nimekukuta nalo hapa na siku zote tunaishi ndio jina ambalo mimi nalijua. Sijui kama una jina lingine. Sasa mimi nataka nikwambie kitu. Kwenye maisha bwana kuna mambo mengi yanatokea. Lakini kwa nini tutokea mimi? Yaani limenitokea jambo ambalo ni kubwa sana. Laza maisha yangu yameingia doa. Laza maisha yangu yamekuwa hayaeleweki kama sasa hivi. Blaza, yani mimi nafikiri sijui umaskini wangu unanitesa kiasi hiki. Kama unavyoona brother, nilikuwa na shemeji yako hapo Suzana. Sasa hivi siko naye brother. Kaondoka yani bila sababu tusijui. Nimekuta tu barua hapo imeandikwa kaondoka, mimi sio type yako.
Sasa brother, hebu niambie. Maisha haya mimi kweli mwanamke wa kunifanyia hivyo, mwanamke nilimpenda. Lamu ya wino hii ninayoitumia kujifunza kuandika. Hii ndio imetumika kuumiza moyo wangu. Yaani naumia. Itoshe tu kusema kwamba huyu aliyogundua kalamu angelaaniwa. Mr. Jonathan, ni kweli unaweza ukasema hivyo kwa sababu chochote ambacho kinaweza kutokea basi unaweza kuhukumu kwa njia ambayo unaona iko sawa. Ila kalamu hiyo kuna wakati inatumika kuandika mambo ambayo yanatengeneza faraja kwa mtu. Sio? Mke wako kama nilivyosema ni msichana ameanguka. Na kimsingi wasichana sasa hivi Mungu hajawajalia uvumilivu. Waswahili wanasema yao moja, wanasema kwamba natakiwa uangalie nyuma kwa shukrani, kwa maana kuyakumbuka yale ambayo yalipita. Hata kama utaamua kuangalia juu, basi utapaswa uangalie juu kwa imani, kwa maana watu wengi tunaamini Mungu wetu yuko juu na yeye ndo anatusababisha yote ambayo yanatukuta. Lakini kwa nataka nikupe neno lingine la akiba ambalo kubwa sana, ambalo ishi nalo sasa hivi, uwe angalia mbele kwa matumaini. Mr. Jonathan, nataka nikwambie kwamba mimi Alwata ni Msimbosi. Nitakuheshimisha. Kweli bro? Yaani narudia tena. Mimi Alwata ni Msimbosi. Brother Jonathan, nitakuheshimisha. Sasa mimi nitashukuru sana brother. Nitashukuru sana kwa hilo bro. Mimi popote utakaponiweka brother, mimi nitapiga kazi. Ningependa nikuone mtu fulani ambaye upendi kuongea kama muonekano wako jinsi ambao ulivyo. Brother, wewe mimi niweke popote brother, mimi nitapambana brother. Mimi ni mpambanaji brother. Ni njia ndio sina brother. Nitashukuru sana brother kwa hiyo nafasi unanipa bro. Haina shida. Nashukuru sana. Sema umepata bahati ya kukusikiliza. Aisee, nashukuru sana. Tunashukuru Mungu kwa pamoja sana aisee. Nashukuru sana kaka. Nashukuru. Mr. Jonathan. Ndio bro. Mimi nimeona hakuna sababu ya kuleta kiporo mazungumzo yetu. Kwa nikaona si vyema wewe uondoke. Sawa. Maisha wanasema kupanga ni kuchagua. Vile ambavyo utakavyokuwa umepanga kuishi ndivyo ambavyo maisha atakavopeleka kuishi na wewe. Kwa sababu wanasema maisha ni bisho zaidi ya wewe ulivyokuwa bisho, na maisha yana upendo zaidi ya vile ambavyo wewe unavyoyapenda. Punde tu nilikwambia nataka uheshimike. Nampigia hapa Mshua Sabuzo ili tuweke mambo sawa kwa ajili yako. Mimi nataka nikuingize katika dili za upigaji. Unakamata mashine, unaambiwa nenda kapige mshindo sehemu fulani, unapiga mshindo, unarudi, maisha yanaenda. Watu ndio wanavyoishi mjini hapa. Brother Alwata, yaani unataka kuniingiza kwenye mitihani tena? Yaani mimi mwenyewe nina matatizo bado unataka kuniingiza kwenye matatizo? Yaani niwe mwizi sasa? Ili iweje yani labda? Na kwaje mwizi mimi brother? Wewe unataka mimi nife halafu maisha mengine watu wataishije sasa? Hebu fikiria. Hapo na Suzana wangu mimi nitampata pataje nikisha kufa sasa? Kufa kupo tu. Yaani hata kama sasa hivi utakuwa unalala msikitini, unalala kanisani, lakini end of the day brother unakufa. Kwa usije ukaishi ukawa katika maisha yako ukawa unatengeneza hofu kwamba mimi nitafanya hiki nitakufa. Hakuna kitu ambacho ukikifanya eti kitakusababisha uishi milele. Hilo ondoa brother. Lakini pia na hayo maisha yako ya ugumu, kunyanyasika, kusalitiwa, basi unaweza ukafa haraka sana kuliko ukispendi brother. Huoni kama hiyo ni mitihani? Serikali hivi ukifanya wizi unafikiri utatokea wapi? Mshua Sabuzo. Habari ya majukumu kiongozi? Mshua nimeshapata subnet.
Appearance yake ni jitu la miraba minne, yuko vizuri na mtu wa kazi anavyoonekana. Urefu? Urefu wake ni kama ule ambao tunauhitaji mkuu. Tunzaji siri? Kabisa, yani anaonekana ni mtu ambaye anaweza kutunza chochote ambacho tutakachokuwa tumemkabidhi. Anaishi maeneo ambayo ni rafiki kabisa, kwa sababu inaonekana kwamba anaweza akaimili mambo ambayo sisi tunayataka. Anaweza kutunza. Haya, 5 kwako mkuu. 5 kwangu. Asante. Sawa. Location? Key point. Okay. Sabuzo. Subordinate. Wewe ni mtu mwenye mzembe. Ni ofu tu ya kazi Sabuzo, lakini yuko fresh. Okay. Yuko strong. Mission impossible. Mission mbili zote ni fail. Nilipotoka mpaka hapa nilipo na baro hali ni msoto na baro na sota ndani ya msoto bongo kila kukicha marumbano misongamano minyano matatizo tafani dhiki kwenye mabaro toka tano mpaka sasa na baro hali ni msoto sasa hapa nilipo na ndoto niko ndani ya kiza la jam na ni makazi sio ninaona majam mbele motion na fuka mikazo wala hamna dalili ya roka sasa nifanye nini kila kitu tafani hapa gari kaja kwa shule hapa katikati hapo katikati kisha hapo katikati hapo tumefanya tukio ndani ya dakika moja tumeondoka naye na kisha tumeweka sehemu sita njia yoyote ni sawa tutafanya sisahau alichofanya mzee ni kwamba sifanye vitu hivi mambo yanakwenda vibaya. Sifahamu kama tatizo ni nini. Na ndio maana hata ile dili ya masupu haikufanikiwa.
sababu ni wewe. Na naamini wewe hauko makini kabisa kikazi ambavyo unatakiwa kufanya kazi kiufanisi. Hata hii mission ya Johnson sijui kama itatimia jinsi ninavyokuona na ufanisi wa kazi yako. Au labda kuna vitu ambavyo unataka kunifanyia? Maana yake umekuwa mpuuzi kupita kiwango. Tatizo ni nini? Boss. Tumepiga issue twa ngoma kule. Tulipiga shilingi ngapi? Na imekuzalishia bei gani? Imekuzalishia nini? Tunapoona mission zimefeli, zimefelishwa na watu wengine. Alafu kuhusu huyu kijana, ndio kwanza tunaanza naye kazi. Tumwamini, tumpe nafasi na imani atafanya vizuri. Lakini bosi ukianza huku kukosa imani kwa vitu vingine vya kawaida, ndio mission moja tu imefeli. Zikifeli 10, kama umeamua nifanye kazi na wewe, basi niamini. Ama unataka kunigeuka? Sina hofu. Unadhani si kila siku tutafute masaboneti wangapi? Tuwakate ulimi. Watakuwa mabubu wangapi? Kama akili yako hai vizuri, kama mwenyewe uwe strong, kama mwenyewe ujitumi katika kazi, hebu jaribu kuwa mwangalifu. Bosi, niamini mimi. Kuanzia sasa nitafanya kazi kama inavyotakiwa. Sawa. Tafakari fungua mawazo, tafakari rapi rendapo rapi chakapo hapo lipo sipo lipo nimpita rapi chakapo tafakari. Tafakari fungua mawazo, tafakari. Tafakari fungua mawazo, tafakari rapi rendapo Johnson. chakapo hapo lipo sipo lipo nimpita rapi chakapo Yes. Johnson. Hebu nipe mrejesho wa kazi ambao aliyokupa Luckman. Tafakari fungua mawazo, tafakari. Sawa. Sawa. Okay. Ila usilete mapuuza. Nadhani mwenzako masupu umemwona. Nitakufanya kitendo kama nilichomfanya Masupu. Na kilema kitakuhusu. Okay.
Hivi. Unatoka shule? Wewe unaenda nyumbani? Panda basi tupeleke. Panda bwana. Saguzo. Nafikiri deal done. Nikwambia kwamba Subordinate yuko fresh, si ndio? Na anafanya kazi kwa uhakika kama nilivyokuambia awali. Ni sahihi. Nadhani mambo mwenyewe umeona. Safi sana. Nimependa. Yaani ukifanya kazi kama hivi itakuwa well done. Tutafanya kazi kwa umakini na mazingira yatakuwa mazuri sana. Unaitwa nani? Alhadi. Babako anaitwa nani? Maneno Barama. Namba za babako unazikumbuka? Ndio. Subnet. Hebu chukua simu uandike namba ya babake. Hebu stadi. Ngapi? 07 Oh, safi sana. Take it. When you will see him, your life in fear. The man from Samos. Shikamoo mama. Marhaba. Jambo. Hatujambo. Za shule? Nzuri. Mama, shule tumepewa taarifa kwamba kuna mtoto katekwa leo siku ya 4 hajaja shule. Kwa hiyo mwalimu mkuu katuambia hivi, tukirudi nyumbani turudi kwa makundi, tusirudi mmoja mmoja. Ni vizuri. Utekaji wa watoto umekuwa mwingi. Kwa hiyo ni vizuri mkachukua hatua na umakini. Mrudi kwa makundi, kila mtu kumlinda mwenzie kwa tahadhari. Sawa? Ndio mama. Nimekwambia toka. Wewe unielewe kila siku. Kila siku unaumwa. Nimekwambia uondoke, unielewe tena. Sasa kwani mimi maradhi nimepanga kupata maradhi mimi? Nenda. Nilikuleta hapa ili nipate starehe. Kwani hapo hospitali? Unanifanyia hivi? Ndio nimekufanyia. Nenda, nenda, nenda. Naomba na vitu vyangu. Shika, shika. Shika. Sina raha, sina raha. Kwenda. Naishi na wewe kila siku. Kwani hapo hospitali hapo? Kwenda. Unaumwa. Kwani tuko odi gani hapa? Tuko Mwimbili hapa. Toka. Sipati mapenzi kila siku unaumwa tu wewe. Kwenda. Sitaki kuona tena hapa. Sasa ukaa na mtu ambaye anaumwa. Usiniangalie, unaniangalia. Toka. Mambo haya yanaonekana miujiza, kwenye mapenzi wengi wanayakatiza, uongo mwingi mbele kisilolijua, sawa na usiku wa giza. Mambo haya yanaonekana miujiza, kwenye mapenzi wengi yakatiza. Haya wewe nimekubalwa na kuumba uongo mwingi, ataongopa kwa dinga atakuwa mpenzi wako. Yaani mimi kwanza najivunia kwana ni mke kwako. Unanipenda, unanithamini, unanijali. Na mimi nashukuru kwa hilo. Na kuna kingine nataka nikuulize, samahani lakini subiri kwanza. Hapo unajua kinachofuata mimi nishajua. Yaani kuna vitu viwili. Kimoja natakuwa kuomba mambo ya sare au kuomba ruhusa, hapo kuna safari shakuwa ipo. Lakini kama swala la safari leo halitawezekana kwa sababu mimi nipo hapa. Shida leo ipo nyumbani leo. So hivyo bwana. Kuna kitu mimi nataka nikuulize. Mimi nataka nikuulize hivi. Yaani wewe mwangu kila siku asubuhi unaenda kazini, kurudi kwako saa 5, saa 6, siku nyingine hadi asubuhi. Hasa nilikuwa najiuliza kazi gani huyu mtu anafanya? Kwa hiyo hapa nataka nikuulize mwenzangu, ni kazi gani unafanya? Kimsingi una haki ya kutaka kujua hayo yote mke wangu. Na wewe ndio mke wangu.
na unapaswa kutambua kipi ambacho mimi nakifanya. Ila ukwambie kitu mke wangu, kuna baadhi ya mambo mengine yatakuwa yaache tu yapite. Sababu kama kuna ya kwako ya msingi yanafanyika na yanapatikana, hivyo yani. Ni kweli hivi vitu vingine kama hivyo unavyosema vinapatikanika, lakini mimi mkeo na haki pia kujua wewe kazi gani unafanya ili na mimi nipende kujivunia mume wangu anafanya kazi gani. Ombea. Kuna wakati mwingine mtu anaweza kasikia anaambiwa sio nani, lakini we ombea huo sasa. Yaani mimi nakuuliza nipo serious hapa. Okay. Mke wangu mimi nasukuma mkokoteni Kariakoo. Nabeba mizigo kutoka Shimoni kuja barabarani na kutoka barabarani kupeleka na sehemu nyingine. Hivyo yani silikuwa nataka kujua yani undani wangu, nataka nijidhalilishe kwako. Basi iko hivyo, mimi nasukuma mkokoteni. Sio kweli mume wangu. Ndio ambaye wewe nakufanya urudi asubuhi, urudi saa 7, kazi ya mizigo. Ndio. Sasa unafikiri magari yanaingia yana muda maalum wa kuingia mke wangu? Naizungusha. Alafu isitoshe wewe sasa hivi rafiki yako mkubwa Jonathan. Na Jonathan sasa hivi kidogo maisha yake naona afadhali hata maganda haya yanatupa. Mnachotaka kunificha mimi kitu gani? Kwa mfano yani siku hapa nimekuja hapa nipaki ndinga hapo, niweka gari hapo pap. Gari imekaa hapo pap. Alafu mimi natoka na kukabidhi ufunguo. Wewe utakuja kukaa kuuliza maswali kama haya kweli? Haya bwana, ushaondoka hapa kusanii. Haya poa bwana, sosi. Nini? Dada chizi ni Karibu shoga. Karibu shoga. Karibu shoga. Hivi tena Suzana. Sasa unalia nini? Suzana. Huko ulikotoka kuna tatizo? Ndugu zangu, usione ukadhani yale niliyoyaona wala sio niliyoyakuta huko. Ni kweli nilikuwa nakula ninachotaka, navaa ninachotaka kama mlivyokuwa mnaniona. Lakini huwezi kuamini yule bwana amenikataa kisa ugonjwa wangu tu. Ugonjwa? Ugonjwa gani? Mimi nina matatizo ya moyo. Moyo? Nilikuwa namsumbua katika ugonjwa wangu wa moyo. Aliniambia niondoke. Yeye sio hospitali. Pole sana shoga. Asante sana. Vipi upo? Huyu ametoka. Toka toka kahama. Mbona mniambie kitu kimoja nikajua kitu kimoja? Ametoka amehama. Kahama. Hajatoka kahama. Wewe huna wazazi? Si una kwenu? Nenda kwenu kwa wazazi wako. Mimi sina wazazi. Jonathan alinikuta sokoni tu pale. Hakunichukua kwa babangu wako mamangu. Sasa unataka kuniambia na huyo mtu kashahama na alipoamia sasa utaenda kukaa sasa? Sijui, mimi nategemea labda ndio mtakao nistiri. Sijui hata pa kuanzia hapa nilipo. Maria, mimi sina tena msaada tena, sina. Shoga yangu, kwa kweli mimi niko pesa. Wewe ni shoga yangu sana na tumestiriana kwa vingi, lakini kwa hili mimi naona kama hili zito kwangu. Labda wewe. Maria. Mimi. Yaani ni afadhali wewe uko simple. Simple wapi? Mimi mwenyewe hapa maisha yangu hapa kanikuvai. Leo hili nikabebe mzigo kama huu. Wewe ni kama tabu, hali yenyewe hii ngumu. Wewe bibi wewe huyu alikuwa hata hizo saa umeporwa.
Ile simu kubwa. Wenda hata ungeuza utafute chumba upange. Haya ziko wapi? Zipo humo kwenye mfuko. Eti zipo humo. Amechukua. Kazi ipo. Katema wagonjwa hawafai kukaa na vitu vya zamani. Ndio mapenzi uliokuwa na wewe. Yaani afadhali hivyo vitu ungekuwa navyo ungeuza ungepata hata chumba. Kwa sababu mimi chumba kimoja nitakaje na wewe? Mimi sio cha kumstia. Wewe Majari? Mwenzangu, kaa huko ndani kuio. Mpaka naita koo langu nataka kupasuka, ni koo mpaka linaniuma. Kukuita wewe tu. Ina maana mtu nyumbani kwake anapangiwa kitu cha kufanya? Bibi we, nataka nisahau alionileta kwa sababu yako. Basi nimekuletea ubuyu sonchi. Mwakuja na ribu. Upo? Sasa shoga yangu, mambo uliyoongea kuhusu yule wifi yako. Kumbe ya kweli. Aha, nakupa habari. Wifi yako karudi. Susan wifi yangu mimi? Wewe kachakaa. Oh, jamani Jonathan yuko wapi? Nikamwambia wewe Jonathan unayemuulizia huyo? Hayupo kama muda mrefu na hata hana habari na wewe. Yaani ulivyokuja hapa wakati unapiga hodi ulitoa kwenye mudi ya tayari. Lakini nilivyotoka hapa nje kwa hii habari unaniletea hii. Mtoto umekuja na ubuyu. Tena ubuyu unaniletea leo wazazi. Mama wa moto umetoka kwenye kikopo nipe kidogo. Stoi boko mimi. Nakuaminia. Ulimwengu ndio mfuza nilikuwa namwambia mdogo wangu yule sio mwanamke kutaka kunisikia. Sasa bora alivyojionea mwenyewe ngoja nipenda kisturi kwa. Mwenye vizuri mwenye vizuri. Yaani umeniletea habari njema wewe leo mtoto umeniletea habari njema. Umeniburudisha leo. Tumalize ubuyu vizuri. Ananichefuata siamini kama kuondoka kwa kakaangu. Maana la ubuyu kutizama na usoni upo. Sikilize basi. Nipe. Kweli shoga yangu ifi yako ana hila. Huko alikokuwa anakaa katimliwa. Mchana kweupe. Naambia sio kilichokutimua shoga yangu nilimfanya huyo bwana akakutimua kitu gani? Kaniacha anasema eti kwa sababu ya ugonjwa wangu. Basi aliposema ugonjwa wangu mimi nikashtuka. Tuambie vizuri anaumwa nini msije kanulia kakaangu. Mwenzangu. Ona ugonjwa wa moyo nikapumua. Habari ndio hiyo kule katimliwa kisa na ugonjwa wa moyo na huyo bwana. Basi naomba unistiri kama nikustiriwa wapi wewe mtu mzima? Wewe anatia huruma, anajua kutia huruma wewe. Huo ugonjwa wa moyo kule kwa kangu kwa pale hospitali. Mwenzangu. Au pale zinatoka tiba za moyo? Ndio hapo. Sasa ngoja nikwambie kitu. Sio ugonjwa wa moyo. Aumwe kila aina ugonjwa na ikiwezekana afe kabisa. Apotee kwenye uso wa dunia nisimuone kwenye macho yangu. Namchukia yule mtoto sipasi kukwambia. Sasa nisubirie mimi. Mtu upo? Aso kujua mama Johali wewe hapa nani? Labda kaja leo. Tuachane nayo shoga. Asante, ujambo Joani? Sijambo, shikamoo. Mama naona ametoka. Sidhani kama yuko sasa. Atakuwa ameenda wapi? Sijajua lakini mara nyingi asubuhi akiamkaga tu anakufungu pale kwa nyumba ya jirani. Huyo sio mama anakuwa mako. Mama. Eti upo? Mama. Nipo bwana kwani nani ananijia? Wifi yako. Shikamoo. Marahaba, karibu. Asante. Shoga yangu mazungumzo hapa nje unaenda wapi hapo hapo wanatosha. Tuongeaje nje? Hapa tunaongea mambo tunamalizana hapa. Niambie kilichokuleta. Na mimi nimetaka tu nije hapa nikae siku 2-3. Labda naweza nikapanga maisha nikafanya biashara vyangu huku, nikabadilisha hali ya hewa. Wewe huyo? Uje ukae hapa kwangu mimi siku 2-3. Nyumbani kwako unaishi? Nimeamua tu hivi yangu nije kukaa karibu na wewe hapo hivi. Mengine yote tutaongea hivi. Hebu subiri. Mimi na wewe. Subiri usiwe na haraka sababu. Ngoja nikwambie kitu. Siku zote msemo kweli ni mpenzi wa Mwenyezi Mungu. Na ukweli umweka mtu huru. Funguka mtoto wa kike usaidike upo. Naona mzigo labda unakutia uzito. Niambie kilichokuleta nyumbani kwangu. Mimi naona tu
ungenisaidia tu. Mimi nimekuja hapa at least najua unaweza ukanipokea nikakaa siku 2-3. Hivi kicho kufanya ufiche kwanza ni nini kibwa mimi? Sasa kama ujui, taarifa zako shoga yangu zote ninazo. Ziko hapa kwenye kiganja changu. Najua shoga yangu kama upo. Saizi unatanga tu na dunia. Upo? Ndio maana nikakwambia funguka nikusaidie. Sikiza nikwambie. Mimi ni mwanamke mwenzio. Na wewe umezaa vile vile. Na hata kama ukiwa unafanya hivi kwa watoto wangu. Mnguro uingilie hapa. Ndio utoke kwa staili hiyo, naomba utoke uwanjani kwangu. Hivi wifi. Asa unacholinjia wewe. Ni hichi kibanda au ni? Ulishajua hichi kibanda. Ulitoaje za watoto wako kutoka kuja kwa nafasi kwenye kibanda? Sina kuuliza wewe. Kumbe wewe fedhuri. Sasa huu fedhuri wako ndio unakusababishia yote haya. Wewe unajikuta mjanja sana. Ukasema unajua kuzurula, unajua kufanya vitu vyako. Leo iweje unarudi tena hapa kuja kutafuta nini? Sasa, hichi kibanda hichi hawakai watu maibirisi kama wewe. Ulivyofanya kuja hapa ndio fanya mpango utoke. Nenda mwana kwenda, hayo maneno ya mkosaji huko. Maneno ya mkosaji katika nyumba hizi nyumba. Mama Johari. Cheka ndio maneno ya mkosaji. No. Nyumba hii sio nyumba. Maneno ya mkosaji mdogo wangu. Unamfamaje jeshi utapata hapa nenda mwana kwenda wewe. Ukutetanze ujitonzike ikiwezekana ufe. Una faida katika dunia. Mwangalie sura yake ndio wakati cha mgojo. Nyonyoa. Kwani wewe huwezi kuniambia kistaarabu mpaka uniambie mimi unifukute kama hivi? Kwa ustaarabu gani unakuwa nao watoto wa kike? Kwa ustaarabu gani unakuwa nao kuongesha kistaarabu kwa kama wewe? Unajua maana unamtena ondoka. Kulitafuta ninampata mwenyewe na utaanga na njia mwaka mpaka basi mwenda wazimu wewe. Na utaranda sana na bado. Hilo! Toka. Nenda huko. Mimi ndio kama nategemea banda hapa. Vione vile. Lo! Ndio watu wana biashara nzuri. Kauze bila safari. Mwangalie vile. Suzana. Hivi ndio umefikia hatua hii? Yaani mimi kwa katika hali kama hii, yaani sinienda kule kwa dadake nani Jonathan aliponitimua. Yaani watu wote wamepata taarifa kama mimi sina lolote. Mama Johari au? Ndio Mama Johari amenifukuza. Tihama. Hata shuga yangu, mimi mwenyewe sio kwamba sijataka kukusaidia. Lakini shida ni kwamba hivi, mimi hapa unavyoniona, nahudumiwa mama, nasaidiwa kila kitu. Yaani sina mbele sina nyuma. Umeelewa? Na ndio maana mimi nikashindwa kukusaidia wewe, lakini wewe pia ulikuwa na mtu ambaye alikuwa anakustiri. Ila wewe mwenyewe ndio umejiharibia. Okay, yote poa, lakini mimi hapa sikulaumu. Maria, ukisikia ndugu sio mpaka mzaliwe. Kwa kweli mimi sina cha kukusaidia ndugu yangu. Wewe kama huwezi kunisaidia, acha mimi niondoke. Subiri kwanza Suzana, rudi kwanza. Mbona unakuwa hivyo ndugu yangu? Mimi hapa cha kukushauri labda kuanzia kesho nitajaribu kuongea na wale wengine wakina Nato. Alafu sikia. Ili tujue tunakusaidiaje kama vipi tukuchangie na urudi kwenu. Ila kwa leo mimi nitakustiri. Au unaonaje? Nirudi nyumbani kijijini. Maria kule mimi anaenda kunipokea nani? Napokelewa na nani kule? Waumini au wana kijiji? Kijijini kule mimi unajua sina baba sina mama. Kijijini pale nilivovuruga mpaka nikaja huko mjini. Na hivi nilivyo. Kweli wewe kivuruga. Kama kijijini kwani umevuruga. Kanisani umevuruga mpaka hapo umekuja kuvuruga. Lakini okay tuachane na hayo. Mimi msaada wangu ndio huo shoga yangu. Umeelewa? Poa, nashukuru. Mimi kivuruga. Sawa. Na mimi poa. Okay, Suzana msikilize. Bwana usijifanye kama unataka msaada kama msaada unautaka. Umeelewa? Wewe ni mwanamke mwenzangu. Mimi kukusaidia wewe haina uzito. Sawa? Sikiliza. Hivi wewe kwa leo ukilala kwangu, alafu kesho tukajua la kufanya. Unaonaje? Kama una shida kusaidiwa na mimi, twende. Kama hauna shida nenda. Usijifanye hauna shida kumbe msaada unautaka. Basi kama unataka kunisaidia nisaidie. Sasa mambo yese ndio hayo. Mimi ndakustiri kwa leo alafu kesho tutajua tunafanyaje. Wewe ndugu yangu. Wewe shida yangu. Hapana. Hilo ni swali sio
Mimi nakutania tu bwana. Tulia. Unajua sikia mdogo. Tulia. Oho, unanipe langu nipe. Nasema hivi. Tulia. Nipe langu. Yamisha. Unapata basi bwana. Naomba pesa. Unapata. Unapata. Yaani kama masiala. Naomba pesa yangu. Pesa yako unaipata. Naomba pesa yangu. Ndio unapata pesa yako. Jua nini? Mimi niko nakupima na kuangalia ndugu wangu uko vipi. Lazima unapokuwa kwenye kazi lazima kidogo uonekane mtu jasiri, uwe na nguvu. Si nilikwambia kitu kimoja bosi. Basi misha ndugu yangu. Bosi. Kuna muda lazima twende sawa kwenye kazi. Na kuna muda lazima tuaminiane. Wewe uniamini mimi na mimi nikuamini wewe. Mimi nakuamini sana. Na ndio maana tunafanya kazi vizuri mimi na kwa ushirikiano. Isipokuwa hebu punguza bana. Au sio? Suzana, nimejiingiza kwenye maarifa kwa sababu ya mapenzi, lakini bado sijapata chochote zaidi ya kutafutwa na jeshi la polisi. Licha ya tukio nililolifanya, bado sijapata pesa. Sabuzo, popote nitakapokutana naye lazima anipatie pesa yangu. Vinginevyo kichwa chake halali yangu. Bora niende jela kwa kudhulumiwa mara mbili kuliko kwenda jela kwa kudhulumiwa mara moja. Wacha tuone. Mtu mkubwa si unapatikana kwa pesa katika simu. Lazima ulijue Sabutu ni mtu mkubwa. Tofauti unafikiria wewe. Sawa. Ninachokutafuta ni kwamba tunatafutwa na polisi kila kona. Sasa basi, nahitaji unipe pesa yangu ili nikaanzishe maisha yangu mengine. Mimi maisha haya siyawezi na siyataki. Sasa wewe sikiliza. Mimi sio mtu kutishwa na polisi. Na masuala ya pesa yako nimekuambia hivi. Nishafanya mahusiano yule bosi. Sawa? Pesa zinapatikana kama sio muda huu au jioni. Kesho na ukabidhi pesa zako. Sasa pesa zangu na bosi wako vina mahusiano gani? Mimi tulikubaliana nikupe mtoto unipe pesa yangu. Sasa mbona unaleta habari nyingine tena? Sasa unataka kunipanda kichwani? Sio wewe mwenye mamlaka. Ninachopanga mimi nisikilize. Pesa yako utakupa umezulumiwa. Sawa. Kuwa maskini. Tunatafutwa na polisi. Huko polisi hapa kwa ajili ya tukio ambalo linakuhusianisha, ni tukio la utekaji nyara wa mtoto mdogo. Nahitaji kutoka kwako maelezo kuhusiana na namna ambavyo mmetekeleza hilo tukio. Na umeshirikiana na nani? Sasa upelelezi umefanyika na umekamatwa kwa sababu unahusika kwenye hilo tukio. Hebu niambie. Kusema ukweli mimi sihusiki na chochote. Yaani sijui, inawezekana labda ni watu tu walinifananisha. Hiyo siku hata tukio lenyewe mimi sikuwepo. Jonathan, uongo ama
Kukwepa hakuwezi kukusaidia. Na mimi nikwambie, ukinieleza ukweli nitakusaidia. Lakini sasa ukianza kudanganya, kuruka hapa na pale, huwezi kupata msaada. Unajua bado ni kijana, wewe bado ni kijana sana, bado ni kijana na familia inakuhitaji, ndugu zako wanakuhitaji. Kupotelea jela kwa umri kama wa kwako si jambo zuri. Jonathan, hii ni simu yako. Ni ya kwangu. Tumefanya upelelezi kwenye hii simu yako. Tumegundua mambo ambayo kimsingi hata wewe ukiangalia yatakukumbusha namna ambavyo tukio umelifanya. Kuna mtu anaitwa Sabuzo. Unamfahamu? Kusema kweli, yani huyo ni Sabuzo ndio. Ni kweli swala tulifanya, lakini kutokana na maisha yangu yalikuwa ni magumu kwa kweli. Na aliniahidi kiasi kikubwa sana cha pesa ambacho hajanipa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ni maisha, changamoto za maisha nifanye hiyo tukio tuliishia hapo. Kwa hiyo tukio nilifanya tuliishia tu hapo. Sikuwahi kufanya tukio lingine zaidi ya hiyo. Umesema vizuri na mimi nikuhakikishie, kwa sababu umeamua mwenyewe kuwa mwazi, kusema uwazi, nitakusaidia. Kwa hivyo Buzo unamfahamu vizuri? Niye namfahamu. Jonathan, mimi na wapelelezi wengine tutatoka hapa, nataka ukupeleke hapo key point. Na utusaidie pia kujua Sabuzo anaishi wapi. Wako watu ambao unajua pengine wanakuzunguka, wanaweza pia kutoa msaada kujua Sabuzo yuko wapi. Tunachokitaka sisi polisi ni kumpata huyo mtoto. Afande, nikienda na mimi kwenye hilo eneo anaweza akaniua, kwa sababu Buzo ni mtu hatari. Yani alishawahi kufanya matukio ambayo mimi nimeona, alishawahi kumkata mtu ulimi. Sasa mimi nikimpelekea polisi, huoni kama maisha yangu atakuwa hatarini? Hebu naomba mnisaidie kwa namna nyingine. Nimeshaahidi kukusaidia. Na hapo key point hiyo mnakutana mkiwa wangapi? Tunakutana tukiwa watatu mpaka 4. Hiyo ndio taarifa nzuri sana. Nzuri. Na naamini tutakapokuwa tumefika mahali kumkamata Sabuzo, tutakuwa msaada mzuri sana kwetu. Nitashukuru afande kama utanisaidia kwa hilo. Nitashukuru sana. Wewe Baba Jose, hebu njoo mrudishe loka huyu. Kikweli Nasla, mimi hapa roho yangu ni safi tangu nimsaidie Suzana. Kwa maisha aliyokuwa anayataka Suzana, maisha ya kifahari na kula vitu vizuri, kumiliki vitu vizuri, hakuna mwanamke ambaye hapendi maisha kama hayo. Kweli kabisa. Hata mimi mwenyewe kwa mara ya kwanza kwenda tu kwenye nyumba aliyokuwa anaishi Suzana, nyumba ile ya kifahari, niliyatamani maisha yake. Ila sasa baada ya Suzana kurudi na akiwa na hali kama ile, kwangu mimi imekuwa funzo, na sio kwangu peke yangu, hata kwa wanawake wengine. Yaani ni kweli kabisa. Yaani ni kwa somo tosha kusema kweli. Kupitia kwa wanawake wote. Lakini hata hivyo huyo Jonathan naye anatafutwa na mapolisi. Polisi? Kafanya nini tena? Nasikia tangu uondoke wewe, yeye akajiingiza kwenye kundi la majambazi. Wao wakawa wanafanya matukio mbalimbali. Mwisho wa siku ndio hivyo mapolisi washabaini wanamtafuta. Ili mimi Jonathan ndio nimemsababishia. Kwa nini wewe unayajua? Jonathan asingekuwa jambazi. Nilichoka kula ugali dagaa kila siku shoga zangu. Nikataka ile maisha ya pesa, utajiri. Angefanya nini Jonathan? Bila kwenda kwa ujambazi ili apate hela aweze kumkizi mwanamke mwingine asiondoke. Namwombea Mungu kwa aliko Jonathan wangu ya muepuke, auvuke huu mtihani sana.
Nimeteseka nyie kule mie. Mama kanibakua hapa, kanibakua hapa. Hapo Suzana, ni afadhali kwamba umerudi haja kuvunja hata mguu. Angekuwa mtu mwingine, angekuvunja mguu ungerudi hapa mama. Hata vitu vyangu ameshindwa kunipa, amenipokonya. Yale mapamu kunaona nao pia yote kachukua kanisukuma na kilambo nje. Hapo sisi ndo tujifunze. Aheri ya mtu ambaye anaikupa bukubuku kila siku kuliko mtu anayekupa shilingi 10,000 kwa mwezi. Hasa wewe Samira unalakia sana maisha. Tena mchuma janga unaona kwao. Mimi ndo nimekuja shoga zanguni tule wote au majanga. Nalala. Mambo haya yanaonekana miujiza, kwenye mapenzi wengi wanayakatiza. Uongo mwingi, uongo mwingi mbele giza lilijua, sawa na usiku wa giza. Mambo haya yanaonekana miujiza, kwenye mapenzi wengi wanayakatiza. Kweli nimekubali anavuma uongo mwingi, ataongopa kwa dinga atakuwa mpenzi wake wa siku nyingi. Eti ninakupenda sana sana toka alipokuwa shule msingi. Vitu tangamacho kwa hadi alizonazo, utatamani hizo hadi zitoke papo kwa papo. Kumbe baada siku, siku baada mwezi, mwezi baada mwaka, mala binti utawaka. Ukichewaka atakutuliza. Tulia mpenzi, nilikuwa namalizia ujenzi Pagala, ndio maana kipindi hiki chote mimi nilichalala. Hata ile mishahara ilikuwa nichia kwenye ujenzi Pagala. Hivyo bidu utakuta pozi mshie utalala. Ukishaamka kumbe jamaa kichakata kamba. Akili zako zote sasa kwenye mshahara. Mwisho wa mwezi unapofika jamaa ataandika barua ile cheki imeungua. Hivyo bidu tuendelea kusubiria cheki mpya baada hii ile iliungua. Usijua